Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu unaendelea salama hapo ulipo. Karibu sana katika mafundisho haya ambayo ni special kwa ajili yako wewe mwanamke. Na kabla sijaenda kwanza, basi nitaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai, asante kwa neema uliyotupatia tena siku ya leo. Tuko mbele zako Bwana, tunaomba toba na rehema na masamaha kwa yale tumeyatenda, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo. Utuoshe Bwana na kututakasa mioyo yetu, nafsi zetu na roho zetu. Na Bwana, ninakuomba Bwana, katika neno lako ukaniongoze. Kila mmoja atakayekwenda kusikiza neno lako Bwana, ukabadilishe mioyo yao. Badilisha mioyo yetu Yesu, ukaifanye iwe ni ile mioyo laini, mioyo ya nyama ambayo itaweza kulipokea neno lako na kutii neno lako. Katika jina la Yesu Kristo nikiomba tena kushukuru. Amen. Basi nipende kukaribisha tena mwanamke uliyeko hapa, na leo tutaenda kujifunza jambo moja, na linakuhusu wewe pia, linamhusu mwanamke mtumishi wa Mungu. Hata kama wewe sio mwanamke ambaye umeolewa na mtumishi wa Mungu, au kama hujaolewa pia ambaye unatarajia kuolewa na mtumishi wa Mungu, pia hii inakuhusu, kwa sababu kuna mwingine pia maono yake, vision zake kwa habari ya ndoa, anaona kabisa atakuja kuolewa na mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo pia huu ujumbe ni ambao unakuhusu, kwamba mwanamke yeyote, mwanamke, mke wa mtumishi yote, mke wa mtumishi wa Mungu, mke wa mchungaji, mke wa mtume, mke wa nabii, ujue kabisa kwamba wewe ni kielelezo. Wewe ni mfano wa kuigwa. Sasa katika jambo ambalo nitakwenda kuongelea leo, nitaenda kuongelea kwa habari ya mavazi. Wewe mwanamke ambaye umewekwa kuwa kielelezo, mwanamke ambaye ni mke wa mtumishi wa Mungu, katika akili yako uweke kwamba wewe ni kielelezo. Naweza nikatumia jina la kiongozi, lakini sitatumia sana kiongozi. Nitatumia kielelezo au mfano wa kuigwa. Utake usitake, madam umesha kuwa mke wa mtumishi wa Mungu, lazima ujue kwamba wewe ni kielelezo. Uwe mke wa mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu wa kweli, mtumishi wa Mungu wa manabii wa uongo, mtumishi wa Mungu wa uongo, jua tu kabisa kwamba kuna watu ambao watataka kukuiga. Kuna watu ambao wewe watakuweka kama kiongozi wao. Kuna watu ambao watakuona kwamba kwa kupitia mtumishi wa Mungu fulani, sisi tunataka tuige kutoka kwake. Sasa kuna kitu hapa nataka nikielezee, kwamba watu wengi wanakuangalia wewe. Wanawake wengi watakuangalia wewe. Wako ambao hawajaolewa, wako ambao wameolewa, wako na ndoa zao, lakini pia watataka kukuangalia kwa sababu wewe ni mtu ambaye umewekwa kwa ajili yako. Mungu akikuweka wewe mwanamke kuwa mke wa mtumishi wa Mungu fulani, ujue kabisa pia kuna watu ambao Mungu atawaleta kwako wewe mwanamke. Yaani inakuwa ni vile automatically wewe ni mke wa mchungaji. Ujue kwamba katika hilo kanisa ambalo mume wako anachunga hapo, ujue kabisa kuna mabinti, kuna wanawake watahitaji ushauri kutoka kwako. Haijalishi umewazidi umri, haijalishi hujawazidi umri, au wewe ndio umewazidi au wao wamekuzidi, bado kwa ile heshima, ile nafasi ambayo Mungu amekuweka, ujue kwamba kuna wanawake watakuja kwako kuhitaji ushauri. Wengine watahitaji maonyo, wengine watahitaji uwatunze. Mungu tu anakuwa anawaleta hapo, wengine automatically. Mwingine anashangaa Mungu amekuonesha tu mtu fulani, Mungu anakuambia msaidie huyu. Au mwingine ana changamoto fulani, anaona kwamba ngoje niende kwa mama mchungaji atanisaidia. Ngoje niende kwa mtumishi wa Mungu, mke wa mtumishi huyu atanisaidia hata kwa ushauri. Kwa hiyo ujue kabisa kwamba kuna watu watakuja kwako ili uwashauri, kuna watu watakuja kwako ili uwaonye, kuna watu watakuja kwako wakiletwa na Mungu kupitia wao pia, kupitia wewe, kuna vitu ambavyo Mungu atakwenda kusema nao kupitia wewe. Sasa leo nitazungumza kwa habari ya mavazi. Wewe ni mke wa mtumishi. Je, mavazi yako unavaaje? Nitatolea mfano tu wa kawaida ambao mimi tu kuna muda tu fulani nilifikiria, lakini hata kabla sijaja katika injili ya utakatifu, wakati nipo huko duniani, yalikuwa ni mawazo yangu pia. Okay, kuna mtumishi fulani hivi alikuwa ni prophet, nilikuwa namfuatilia. Nikasema wow, nitakuwa ninavaa kama mtumishi, mke wa mtumishi huyu. Sasa imagine yule mke wa mtumishi alikuwa havai mavazi ambayo yanampasa kama Biblia inavyosema.
Sasa hiyo tu ni namna ya kuiga kwamba mimi kwa nataka nifanane na yeye. Kwa hiyo lazima niige hata mwenendo wake. Lazima niige hata mavazi yake. Kwa wakati ule unaona kabisa labda mavazi yake yalikuwa ni mazuri lakini yote ilikuwa ni ubatili. Wako pia wanawake wengine nasema mimi nataka niwe navaa kama mama mchungaji wangu. Sasa utakuta mama mchungaji mavazi ambayo anavaa sio mavazi ya kumpendeza Mungu, sio mavazi ya kujistiri. Kwa hiyo unakuta mtu anaiga vazi la mama mtumishi, anaiga vazi la mama mke wa nabii, anaiga vazi la mama mke wa mtume. Kwa hiyo anataka kufanana na yeye na anasema na mimi nataka nivae mama mtumishi anavaa vizuri, anavaa kwa namna fulani na mimi ninataka niwe navaa kama yeye. Sasa tunasahau katika Timotheo wa pili na ule Timotheo wa kwanza 2 na ule mstari wa 9 anasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, kwamba mwanamke ukitaka kujipamba ujue kabisa mavazi ya kujistiri ni lazima kwako. Wakati fulani mama yangu alikuwa akiniambia kwa habari ya mavazi ya kujistiri, kwa habari ya kusuka nywele, acha mwanangu kwamba hivyo vitu havikufai. Lakini mimi nilimuuliza swali moja. Nikamwambia mama, mbona mke wa mtumishi fulani anavaa? Na by the way ni mke wa mtumishi ambaye ni mkubwa sana hapa Tanzania. Nikamwambia mbona anavaa? Akasema sijui yeye, lakini Biblia imekataza. Kwa mimi sikumwamini mama yangu kwa sababu niliona yule mtumishi ni mtumishi wa Mungu mkubwa, kwa kama anavaa watu wanaponywa magonjwa. Watu wanaokolewa. Watu kuna vitu ambavyo mtu alikuwa labda anasumbuliwa na vitu fulani. Watu walikuwa hawaolewi, watu walikuwa hawaoi. Baada ya kuombea watu wanaoa, watu wanaolewa. Basi nikajua sio makosa. Lakini kumbe, yani it doesn't matter kwamba unaweza ukawa unavaa hivyo vitu. Unaweza ukawa unatumia hivyo vitu. Ukimuomba Mungu pia, Mungu anajibu maombi yako kwa sababu Mungu wetu ni mwema, anatuwazia mema, na Biblia inasema kwamba huanyeshia mvua wema na waovu. Kwa hiyo kuna wakati hata kama wewe ni muovu, umeomba tu kwa ile imani, Mungu anakujibu. Lakini anakujibu, lakini huko akiendelea kukupa maelekezo kwamba kuna hivi vitu unatakiwa kuviacha. Sasa shetani ameweka katika akili ya wanadamu kwamba utakapokuwa unavaa mavazi, mwanamke unavaa suruali, unasuka nywele, mavazi ya vimini, nguo za kubana, unaenda kanisani, Mungu anajibu maombi yako. Yaani shetani anakuondolea wasiwasi, anakuondolea woga, anakuondolea ufahamu katika akili yako kwamba uko sahihi. Yaani anakuwekea kwamba uko sahihi, Mungu anajibu maombi, basi na mbinguni utaingia. Yaani hapo shetani ndio hicho kitu ambacho anakuweka, na wengi wamedanganywa hapo. Hasa wanapoona watumishi wa Mungu, Mungu anajibu maombi yao, wanatoa pepo, wanafanya kile kwa wanasema na mimi nitamuiga mtumishi wa Mungu fulani. Lakini huyo mtumishi hana mbingu ya kukupeleka. Huyo mwanamke hana mbingu ya kukupeleka. Yaani aliye na mbingu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo katika hiyo mbingu pia Mungu ameweka masharti. Ili uingie mbinguni lazima uache 1, 2, 3. Kuna swali fulani nilikuwa nimeulizwa juzi kati hapo kwamba nikaulizwa kwamba swali hili kwamba je, ni mwanadamu gani au mzazi gani ambaye anaweza akamuua mwanawe kwa kukosa heshima? Yaani mtoto akimkosea mzazi heshima, ni mzazi gani ambaye anaweza akamuua mwanae? Nikasema hakuna anayeweza kumuua mwanae kwa sababu ya kukosa heshima. Akaniuliza tena swali lingine, kwa hiyo nikaamua sasa kumjibu kwa namna hii hapa. Ni kweli kabisa, hata kwa hiki kipindi, kwa nyakati hizi sasa, hasira, tamaa, roho chafu, vitu vibaya ambavyo adui ameviweka katika mioyo ya watu. Kuna wakati mtoto unaweza kumkosea mzazi wako heshima, mzazi anaweza akakuua. Mungu hawezi akakuua hivi direct, lakini ujue kwamba ukifa katika hali hiyo ya kutokumheshimu Mungu, ujue kabisa mahali pako ni pabaya. Ujue kabisa kwamba utaangukia jehanamu. Ujue kabisa mahali pako hapata kuwa mahali salama. Kwa hiyo wanawake, wake za wachungaji, mke wa mtumishi wa Mungu yeyote yule, mke wa nabii, mke wa mtume, mke wa mwinjilisti, wewe ni kielelezo. Yaani wewe chunga kabisa kwamba unaweza kusema kwamba mimi tu nimeolewa na mwinjilisti, nimeolewa na mtume. Kuna watu wataona kabisa mke wa mtume kwa sababu mara zote anapewa kipaumbele, Mungu amemuinua. Kwa hiyo ujue kule kuinuka kwa mume wako, ujue na wewe kuna watu Mungu atawaleta. Kuna watu watakuja kabisa kwako kuhitaji ushauri. Kuna wengine kabisa wewe mwenyewe utaona huyu mtu fulani kakosea, ni muonye. Na madamu umemuonya, wengine watakusikia, lakini wengine watakusikia. Sasa kwenye mavazi yako unayovaa,
Kwa nini unapaswa kuvaa mavazi ya kujistiri? Usije ukawa chanzo cha wanawake wengine wakakuiga mavazi yako ambayo sio ya kujistiri na ukawa ni chanzo cha wao kwenda jehanamu. Kuna wanawake wengine hawajui kabisa kwamba kutokusuka nywele ni dhambi. Wengine hawajui kabisa kwamba kuvaa suruali mwanamke ni dhambi. Hawajui kwamba kuvaa vile vimini ni dhambi. Ukipata kuongea na wanawake wengine, mabinti, utapata kujua. Mimi kuna muda nilishangaa, kuna wakati fulani nilikuwa na mdogo wangu mmoja hivi, akaniuliza, tulikuwa na sherehe mahali fulani. Akaniuliza, "Dadangu, mbona wewe ya usuki? Mbona wewe hauna kashikashi kama zile?" Nikamwambia hivi vyote ni dhambi. Yeye mwenyewe alinishangaa kwa sababu nimemwambia ni dhambi. Biblia imekataza. Alishangaa. Akasema hajui kwamba ni dhambi na mamake pia anafanya hivyo vitu na yeye hata hajawahi kusikia kwa mama yake. Kwa hiyo nikajua kwamba kuna wengine wanafanya vitu kwa sababu hawajui. Kwa hiyo kuna wengine wanaiga vitu kwa sababu hawajui. Lakini kuna watumishi wa Mungu wengine, wake za watumishi wengine wa Mungu wanajua kabisa, lakini ule ugumu wa mioyo yao wanaamua kuvaa. Sasa nataka nikwambie mwanamke, katika mavazi yako, katika muonekano wako, wapo wanawake ambao wanaiga. Wako mabinti ambao wataiga uvaaji wako, wataiga tabia, wataiga msuko. Wengine nasema mtumishi wa Mungu amesuka vile fulani, ngoja na mimi Jumapili ijayo nitokeleze kama yeye. Na ndio maana wengine nasema dada fulani anapenda kuvaa kama mama mchungaji, dada fulani anapenda kusuka nywele kama mama mchungaji, dada fulani anapenda kuvaa kama vile. Kwa hiyo usiwe chanzo cha wanawake, usiwe chanzo cha mabiti wengine kuangamia kwa sababu yako. Nitatoa mfano mwingine ambao nilisikia. Kuna mtumishi mmoja alikuwa anaongelea kwamba kuna mtumishi fulani hivi katika kanisa lake. Akasema ngoja nimwalike mtumishi fulani aje atuhudumie siku ya Jumapili katika kanisa letu. Na yule mtumishi wa Mungu akaenda na mke wake. Kwa alivyoenda pale na mke wake, yule mwanamke anasuka nywele, anavaa mavazi ambayo sio vile ya kujistiri kama Biblia inavyosema. Kwa alipofika pale na yule mtumishi kanisani kwake walikuwa hawasuki nywele, wanawake wanafunga vitambaa kichwani na wanavaa mavazi ya kujistiri. Lakini walipofika pale wakahudumu. Walipoondoka nikawa mwanzo wa lile kanisa kubadilisha mavazi, kubadilisha muonekano wao. Kwa kanisa wakasema kwamba mtumishi fulani alikuja na mke wake, mbona mke wake anasuka nywele, mke wake anavaa nguo vimini, basi na sisi tutaanza kusuka. Pengine sio dhambi, pengine tumechengeshwa katika mafundisho, kwa sababu kuna mtu anasema kwamba Petro wa kwanza 3:3 anasema kujipamba kwani ukusio kujipamba kwa njia kusuka nywele, kuvalia dhahabu, bali neno la Mungu linavyosema bali. Kwa hiyo ile bali watu wanaichukulia kwamba unaweza ukajipamba kwa kusuka nywele, lakini pia unaweza ukajipamba kwa vitu vya namna hiyo. Hapana, watu wanakuwa wamekosea. Kwa hiyo unajikuta watu wanakuta kwa maana lile kanisa wakaanza kufanya vitu ambavyo Mungu alikuwa amekataza. Kwa hiyo mchungaji pia anakuwa ameingia kwenye hasara hiyo. Kwa kuna watu wengine, kuna watumishi wa Mungu wengine walianza vizuri kwamba kusuka nywele ni dhambi, lakini baada ya kuwaona watumishi wa Mungu fulani, wake za watumishi wa Mungu fulani wanasuka nywele, wanavaa suruali, na wao wakaiga. Chonde mwanamke, ujue kabisa ya kwamba wewe ni mfano wa kuigwa. Kuna watu wataiga hadi tabia yako. Kuna watu wataiga muonekano wako, unavaa nini. Kuna watu wataiga, mimi nataka niwe kama mtumishi wa Mungu anasema nini. Mama mchungaji anaongea nini anapokuwa mbele za watu. Mama mchungaji ni muongeaji sana. Mama mchungaji ni mtulivu. Mama mchungaji anafanya matendo gani mbele za watu. Kuna watu wataiga kwa sababu watakuwa katika zile heshima zao. Kwa hiyo wataona hata iko kitu unachokifanya waige. Kwa hiyo sasa utajikuta wanaiga vitu ambavyo sio. Na ndio maana tunapaswa sana kusoma neno la Mungu. Yaani ukiwa unalijua neno la Mungu, hautaona shida kwenye vitu vya namna hii. Hautaona kwamba mbona mtumishi wa Mungu anavaa, mke wa mtumishi wa Mungu anavaa nywele bandia, anavaa suruali, anavaa vimini. Yaani ukiwa unasoma sana neno la Mungu, ukijua maonyo ya Mungu yamekukataza nini mwanamke, hautapata shida sana na kuwaona wanawake wengine, wake za watumishi ambao wanafanya. Kwa hiyo mke wa mchungaji, mke wa nabii, mke wa mtume, mke wa mwalimu, mke wa mtumishi yote, na wewe mwanamke ambaye hujaolewa, ukijitazama unaona kabisa kwamba utakuja kuolewa na mtumishi wa Mungu yoyote. Kwa mfano mimi kabla sijaolewa, nilikuwa sijui kama nitakuja kuolewa na mchungaji, lakini nilikuwa najua nitaolewa na mtumishi yeyote yule, ila sio mchungaji. Kwa hiyo pengine na wewe pia huko hapa unajua nitaolewa na mtumishi wa Mungu.
ujue kabisa utakapoolewa na huyo mtumishi wa Mungu, wewe utakuwa kielelezo, wewe utakuwa mfano wa kuigwa. Hautajiweka mwenyewe kwa namna hiyo, ila ni automatically, kwa sababu yule mchungaji utakayeolewa naye, yule nabii utakayeolewa naye, kuna watu wanamwangalia huyo. Kwa hiyo kuna wanawake pia watasema, nataka niende kwa mke wa mchungaji, nataka niende kwa mke wa mtumishi. Kwa hiyo chonde, kuwa makini na mavazi unavaa, kuwa makini na vitu unasema mbele za watu, kuwa makini na matendo yako. Mke wa mchungaji, lazima uliweke hilo akilini. Usije ukawakosesha mabinti, usije ukawakosesha wanawake. Lakini pia Mungu atusaidie sote, Mungu akusaidie wewe, Mungu anisaidie pia na mimi, kwa sababu wote tupo katika kujengana. Kwa hiyo lazima uvae mavazi ya kujistiri mwanamke. Usivae uchi, usivae vibaya, usiende mahali fulani vibaya. Lakini pia kuna hii hapa kwamba kila vazi lina eneo lake ya kuvalia. Sio kweli. Labda tu naweza nikasema labda wakati wa kulala, kwa sababu wakati wa kulala uwezo ukaichukua ile nguo unayovaa kanisani ndio ukavaa wakati wa kulala. Hapana. Ila ile ya kusema kwamba sijui nikiwa kanisani ndio nitavaa nguo ndefu, ninapoenda mahali nitavaa kimini, ninapoenda mahali nitasuka nywele, ninapoenda mahali nitakuwa, kokote unakoenda mwanamke lazima ujistiri. Makanisa mengine, sehemu zingine utasikia wanahubiri kwamba kila nguo ina sehemu yake kuvalia. Huwezi ukaenda sehemu fulani, huwezi ukaenda beach, huwezi ukaenda wapi, sehemu za starehe umevaa nguo umejistiri. No. Nataka nikwambie hapana. Kwanza, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, ni mtu wa Mungu mzuri, unategemea kwenda mbinguni, unaendaje kwenda sehemu za starehe? Unawezaje kwenda sehemu za starehe? Kule ni mahali ambapo hapa kuhusu. Utanajisika, utakutana na muziki ya ajabu, utakutana na vitu vya ajabu. Kwa hiyo sio kila mahali utaenda, sio kila kitu utafanya, sio kila nguo utavaa. Nguo zako za kuvaa ni za kujistiri. Mke wa mchungaji, mke wa mtumishi wa Mungu yoyote, na unayetegemea kuwa mke wa mtumishi, nguo zako za kuvaa ni za kujistiri. Usije ukahukumiwa kwa sababu ya kuangusha wengine. Usije ukasababisha wengine wakaingia jehanamu kwa sababu yako. Wengine watakuwa wanalalamika wasema, mama mchungaji wangu aliniambia hiki, mtumishi wa Mungu hakunifundisha hiki. Usije ukahukumiwa kwa namna hiyo. Hakikisha katika kanisa ulilopo, eneo ulilopo, ukiona wadada wanavaa vibaya, ongea nao. Ukiona kuna vitu vinaendelea katika mabinti, wewe ni mfano, wewe ni kielelezo, ongea nao. Mke wa mtumishi, mke wa mchungaji, na sisi kuna vitu tunategemea tuvione kutoka kwako, tunategemea tutavipata kutoka kwako. Lakini vitu vingine pia Mungu anakuwa anakufundisha wewe mwenyewe binti, wewe mwenyewe direct, moja kwa moja, acha hiki. Ukitaka kumjua Mungu zaidi, ukisoma neno lake, kuna vitu automatically Mungu anavileta kutoka kwako. Na ni matumaini yangu umebarikiwa zaidi na zaidi. Basi hivyo ni vitu vya kutake note, wewe mke wa mtumishi wa Mungu na ambaye unategemea kuwa mtumishi wa Mungu. Basi Mungu akubariki zaidi na zaidi, na ninaomba Mungu akakutakase kupitia neno lake. Ninaomba Mungu akakubadilishe kupitia neno lake. Lakini pia zaidi, waambie ujumbe wa kweli wanawake mbali, wake za watumishi. Usikae kimya useme kwamba mimi namuogopa huyu, hapana. Safari ya kwenda mbinguni ni ile njia nyembamba. Kwa hiyo itakuhitaji uweze kulipa gharama. Kubali kulipa gharama kwa namna yote ile, na Mungu akubariki sana. Amen.